tayari kujifunza, kuimarishwa, kujengwa. Baba, utie nguvu, uwe pamoja nasi kwenye tafakari ya neno lako, na utusaidie kuelewa, na Bwana utusaidie kupokea, lakini pia utufundishe kuomba, maana sisi hatujui kuomba itupasavyo. Utufundishe Bwana, wewe ndio unajua hali halisi na mzigo ambao tunatakiwa kubeba, na hatuwezi kubeba pasipo kupata msaada wa Roho Mtakatifu. Useme nasi Bwana, neema yako iliyo kubwa ikajidhihirishe. Na Bwana tunakushukuru kwa ajili ya tarehe 1 mwezi wa 5. Nguvu zako ziwe pamoja nasi kwenye mwanzo huu wa mwezi. Neema yako Bwana na uongozi wa Roho Mtakatifu utusaidie kwenda kwa viwango sawa sawa na mazingira yaliyoko kwenye mwezi huu wa 5, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Amen. Amen. Uketi mtu wa Mungu. Neema ya Bwana iwe pamoja nasi. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu sana kutupa nafasi, na wewe ambaye umepata nafasi pia ya kuwashirikisha mtu mmoja wawili ili tuweze kuwa pamoja hapa. Ni jambo kubwa na jambo la thamani sana. Na jana wale ambao wakuwepo, tulikuwa tuna tarehe ya 30 mwezi wa 4, na leo ni tarehe 1 mwezi wa 5. Mshangilie Bwana kwa kutupa siku nyingine. Wengine hawawezi, lakini sisi ametuwezesha. Na wewe ambaye Bwana amekupa nafasi kupitia YouTube ukafuatilia ibada hii, usiache pia kushare kwa wengine, ili badala ya kuanza mwezi na vituko na vurugu, waanze na Bwana. Haleluya. Kwa hiyo hata wewe unaweza, kama una simu yako ambayo inaweza kuingia kwenye YouTube, ukashare pale, ukaingia kwenye YouTube, alafu utaona KKT Sinza au Navuka Television, alafu una share na watu wanakutana na Mungu kwa namna hii. Wakati mwingine tuna forward nafasi za kazi, tunaposikia tuna forward wakopeshaji fulani wamekuja wana mikopo nafuu, tuna forward. Hebu tu forward leo vitu vya Bwana. Amen. Na jana pia tumepata nafasi ya kuiombea leo, yani usiku wa kuamkia leo tuliuombea. Na pia jana tumepata nafasi ya kutubu pale ambapo tumekosea, na jana tumepata nafasi ya kutafakari kidogo kwamba leo tunasoma Yoshua 6 mstari wa 1 na wa 2. Leo tunasoma Yoshua 6 mstari wa 1 na wa 2. Tunapoanza mwanzo wa mwezi pia tulisema leo tunaenda kwa Bwana na sadaka. Tunaenda kwa Bwana na sadaka. Na mimi naamini sadaka pia inaonyesha kiwango chako cha kumwamini Mungu ulichonacho. Sadaka sio kutoa. Sadaka inaonyesha kiwango unachomwamini Mungu. Inaonyesha namna unavyomwamini Mungu, na inaonyesha namna unavyomtaka Mungu, na namna unavyomtegemea Bwana. Kwa hiyo mimi nakualika, tunapoenda kwenye mwanzo wa mwezi, hebu ona tarehe zote za mwezi wa 5 ziko mbele yako, na Bwana anataka kukuvusha. Kuna malengo unayo katika mwaka, Bwana anataka kukuvusha. Yuko tayari kukutetea na ana uwezo. Lakini wakati mwingine anataka mioyo yetu. Na namna ya mioyo ni pale pia ambapo tunaunganisha na utoaji. Kwa hiyo nakualika, wala hatuna mkakati wa usharika kutafuta fedha, hapana. Hatuna harambee leo, hapana. Na kualika kutoka kwenye moyo, sikia, kumtolea Mungu mmiliki wa vyote, ambaye unatamani akupeleke mahali, ambaye hiyo 10,000 au 1,000 au 20,000, hiyo 2,000 ulionayo unaweza kuona ya maana sana, hiyo 100,000 ulionayo unaweza kuona ya maana sana ukaizuia. Lakini kuzuia kwako hicho unachotaka kumtolea Mungu, unazuia mambo makubwa sana ambayo yako mbele yako. Wewe unaona leo hichi ulicho nacho, lakini Bwana anawaza vitu vikubwa kesho yako. Bwana asifiwe sana. Na hapo ndipo utoaji unakuwa mgumu. Mtu anaangalia alicho nacho anakuwa hatoi. Na pale nje kuna wakala. Unaweza kwenda kwa wakala pale. Unasema, mchungaji mimi na hela, nenda kwa wakala pale, toa, njoo uje utoe sadaka. Yuko hapo, kifungua geti tu. Toka nimeingia hapa kanisani sijai kutangaza kwenda kutoa hela kwa wakala pale. Kuna sababu nimesema hilo jambo kwa ajili ya maisha yako. Bwana asifiwe sana. Narudia tena, Bwana asifiwe sana. Narudia tena, Bwana asifiwe sana. Ninakualika
liko kusudi kabisa kwa Mungu aliye hai. Kwa hiyo Mungu anatueleza kwenye kitabu kile cha Warumi sura ile ya 12, anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu. Anasema huko ndani mtajua ni nini mapenzi ya Mungu. Huo mstari wa kwanza na wa pili. Ili mjue mapenzi ya Mungu, anasema toa. Alafu unapotoa utajua mapenzi ya Mungu, nia ya Mungu, nia yako itageuzwa, utapata nia ya Mungu. Wenzetu kwenye kitabu kile cha Yoshua 6 mstari wa kwanza na wa pili waliangusha Yeriko kwa kusikia Mungu anataka nini. Walijua mapenzi ya Mungu, walijua mapenzi ya Mungu. Walipozunguka kizuizi kilianguka. Kwa hiyo utoaji unakusaidia kujua Mungu anataka nini. Utoaji unakusaidia, ni kama maarifa ya Mungu yanaingia ndani yako ili uweze kushinda mahali ambapo ungetumia sayansi, ungetumia uzoefu, ungetumia connection, ungefuatilia mabosi wakusaidie. Kuna mahali hata wao hawawezi, isipokuwa Mungu aliye hai anaweza. Unajua kuna mahali mageti yamefunga yote. Kitabu cha Zaburi 20 anasema anaweza kutuletea msaada toka wapi? Patakatifu. Uko tayari? Bwana asifiwe sana. Twende kwenye kitabu kile cha Yoshua 6. Kwa hiyo mimi nakualika kwa sadaka. Nakualika kwa sadaka. Ujumbe huu Mungu ametupatia, na kualika kwa sadaka. Ziko bahasha. Natamani tukianza kuomba tusitangaziane bahasha. Tunapotezeana muda. Unajua Mungu ni nani, unataka kumuona Bwana, unaenda kumtolea Mungu. Nyosha mkono wako hapo ulipo kupata bahasha, au umepotea. Nyosha mkono wako hapo ulipo, utaletewa bahasha na mzee sasa hivi. Nyosha tu mkono wako hapo ulipo ukupata bahasha. Lakini unasema hivi, mimi kwa ajili ya mwezi wa 5 nataka kutembea na watoto wangu na mume wangu na mke wangu na ndugu zangu, nataka kutembea nao. Unasema mimi natoa sadaka pia na kwa ajili ya mwanangu yule aliyeko shuleni, yule aliyeko huku. Unamwambia Mungu, nifungulie, nitetee, nitegemeze. Nyosha mkono wako, alafu utapokea bahasha mara moja. Na wewe ulio kwenye YouTube, kuna namba za sadaka ziko hapo chini, utaziona. Na wewe ambao utatufuatilia kupitia radio, baadaye tutatangazia namba za sadaka za kutoa, ili tuweze kukutana na Mungu kwa namna ambayo mioyo yetu inafunguka. Na hapa sisi hatutani, tunamaanisha. Utukufu na heshima yote ni vyako wewe, wastahili utukufu na heshima vyote ni vyako wewe, uliacha enzi yako
kusema Bwana Yesu, ninajiachilia mikononi mwako. Useme nami Bwana, uniongoze kwenye neno lako. Mungu, naleta hata bahasha hii mbele za uso wako, uikomboe wewe. Naleta hata sadaka nitakayoitoa Bwana, na wale ambao watatoa sadaka kwako kupitia namba zilizowekwa za simu. Bwana, tunaleta namba hizi na bahasha hizi mikononi mwako, viwe vyombo vya kukutolea wewe. Kila kizuizi, kila ugumu, kila uzito, uachie nafsi yangu, uachie moyo wangu, uachie kutoa kwangu, kwa jina la Yesu, ili nipate kuvuka, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Amen, 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 amen. Kitabu kile cha Yoshua 6 mstari wa kwanza na wa pili. Yoshua 6 mstari wa kwanza na wa pili. Neno la Mungu linasema hivi: basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Bwana akamwambia Yoshua, tazama, nimeutia Yeriko katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake. Amen. Bwana apewe sifa. Biblia inatueleza, kama utagundua au utakumbuka, katika vikwazo ambavyo wana wa Israeli walikutana navyo wanatoka Misri kwenda mpaka Kanaani. Kesho tuna ibada hapa Ijumaa saa 9 mpaka saa 11. Tutapita tuangalie vikwazo walivyokutana navyo njiani. Watu wengi hawajui safari ya Israeli kutoka Misri kwenda Kanaani, Mungu ameruhusu iandikwe, inaakisi maisha yetu sisi, kutoka hatua duni kwenda hatua kubwa kiroho, kutoka hatua duni ya kiuchumi kwenda hatua kubwa ya kiuchumi. Hatua zozote na mazingira tuliyokuwa nayo, ugumu ulionao kwenye ndoa kwenda wepesi na furaha. Mengi unayoyapitia ni ile sura ya safari ya Waisraeli. Kwa hiyo safari ya Waisraeli ni mazingira ambayo sisi tunapitia kwenye maisha tulionayo. Kwa hiyo ukijua kuisoma ile safari, alafu ukaingiza zile njia walizovuka kwenye maisha yako, utashangaa kuna mahali unavuka hata wewe unashangaa. Utaangalia jinsi walivyoshinda vile vita na ukatumia zile njia ukimwamini Bwana, utashangaa palipo pagumu unachomoka kwa kuwa umefuata njia za Bwana. Watu wengi hawajui Yesu kuelekea msalabani, anapopita kwenye yale majaribu, anajaribiwa na shetani. Yale majaribu yale 3 4, yale majaribu yale ndio maisha yetu. Majaribu yote tunayopitia yamekaa pale kwenye yale majaribu. Unaona machache, lakini majaribu yetu yote yamekaa pale. Ukiyaelewa yale, ukikaa na Roho Mtakatifu, hata majaribu unayokutana nayo lazima utavuka upande wa pili kwa jina la Yesu. Na Biblia imeandikwa ni halisi kwa ajili ya maisha yetu sisi leo. Shida ni kwamba tunaweza tukasoma, hatuiapply, hatuitumii. Kwa hiyo kesho tutapata nafasi hiyo saa 9 mpaka saa 11 kupitia njia za wana wa Israeli wanapotoka Misri mpaka Kanaani. Alafu utaona namna ambavyo mazito yanarahisishwa. Bwana asifiwe sana. Sasa leo tunazungumza habari ya Yeriko. Sasa katika vizuizi wana wa Israeli walivyokutana navyo kuelekea Kanaani, kizuizi cha mwisho, leo tunasema cha mwisho kilikuwa Yeriko, ili wakae Kanaani yao. Kwa hiyo Yeriko, kimsingi Yeriko ni sehemu ya Kanaani. Kwa hiyo wametoka huko, wamevuka Shamu, mambo mengi sana. Sasa wanakutana na Yeriko. Wanapokutana na Yeriko, Biblia tunaosoma inasema basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Tafsiri yake nini? Israeli asipate mtu anayetoka kule, yani ule mji umefungwa, wote wanaobaki ndani wabaki ndani, kwa sababu wakitoka wakikutana na Muisraeli, Israeli atamkamata, atapata taarifa za ndani kule, alafu atatafuta namna ya kuvamia ule mji, atatafuta namna ya kuingia. Kwa hiyo walifunga ule mji wakiwaogopa wana wa Israeli. Walifunga ule mji wakizuia raia wao wasitoke wakapeleka taarifa nje. Lakini hakuna mtu aliyeingia. Israeli isingeweza kuingia, ilibakia pale pale.
Kumbuka walikuwa wameambiwa na Mungu, mnaenda kwenye nchi ya maziwa na asali. Kwa hiyo Yeriko ilikuwa ni mji ambao uko kwenye malango, ndio malangoni, kwenye mdomo wa Kanaani. Na Kanaani ilikuwa ni nchi yenye rutuba kubwa, yenye ustawi mkubwa, lakini ndani yake ina miungu, na aliyeweza kukomesha ile miungu ni Mungu mwenyewe kupitia wana wa Israeli. Kwa hiyo kuwazuia hawa hapa kwenye mlango na ule ukuta mkubwa niliokuambia, ilikuwa kuzuia kitu cha Mungu kisifike kule. Ilikuwa kuzuia waliopewa maelekezo, waliopewa tumaini la Mungu kufika wanapotakiwa kufika. Kuna mahali vita tunakutana navyo, hupigwi vita kwa sababu huyo mtu anakupiga vita anakuchukia. Kuna kitu kikubwa umebeba. Kwa hiyo anapambana na wewe usiweze kufika kwenye mwezi wako wa 5, kula, kupata maziwa na asali, kufika viwango ulivyofika. Kwa hiyo vita vilivyoko hapa vinajua wewe unajua namna ya kufika mahali penye rutuba. Kuna mazingira yako mapya yanaenda kutokea. Kwa hiyo unakutana na mtu anakukasirisha, anakuvuruga, hakuelewi, anakuwekea makundi. Kumbe vita vyote unavyokutana navyo ni kwa sababu mbele yako kuna Kanaani. Bwana asifiwe sana. Na tunaposoma hapa, Biblia inasema ulikuwa umefungwa kabisa. Nikakusomea jana kama utakumbuka. Biblia inaposema ulikuwa umefungwa kabisa, tafsiri nyingine ni kwamba malango, Kiingereza kinasema now the gates of Jericho were tightly shut. Yani ulifungwa, sijui Kiswahili hicho kiko sawa, nginja. Yani umefungwa, hata hewa haipiti. Unaweza ukapeleka kijeki ukapiga jeki hivi mlango ukafunguka, hata jeki hakuna pa kupitisha jeki. Ili wa nje ni wa nje, wa ndani ni wa ndani. Bwana asifiwe sana. Ngoja nikwambie, mtu wa Mungu, kuna mtu wa Mungu ukipata upenyo wa kuomba, wanajua mazingira yatabadilika. Hata kuomba uombi, unajiuliza mbona hata hali ya kuomba imenikata kabisa, mbona hali yangu ya kusoma neno imenikata. Ni umefungiwa kabisa, usivuke. Mungu atakufungua. Bwana apewe sifa. Na ukisoma hapa, labda nikueleze kitu kingine cha ajabu sana kwenye hii Yeriko. Wale tuliosoma tunajua Yeriko ulikuwa ni ukuta mkubwa, ambao ukuta nilikwambia, ukuta na huo ukuta na ukuta hapo katikati hapo magari 4 yanaweza kwenda, 4 yanaweza kurudi. Sasa huo ukuta fikiri ni wa kitaalamu kiango gani? Alafu hapo katikati kuna mawe makubwa. Kwa hiyo ukuta haukuwa ukuta mwepesi. Alafu natoka hapa unaweza kufika kiwango cha futi kama 10. Ni ukuta huo ili uingie Yeriko. Kumbuka walikuwa hawana silaha za maangamizi za kulipua kama tulizonazo leo. Alafu natakiwa upite uende Kanaani. Ukifika hapa unasema Mungu muongo. Hivi mimi niende Kanaani? Mungu muongo. Unageuza. Sasa umeishavuka bahari ya Shamu, umeishavuka vita vyote vile. Mungu anakuambia pita. Alafu anakuambia zunguka. Kuna mahali Mungu anakuambia kaa uombe, unasema Mungu mimi hapa. Mtu mmoja akasema hivi Mungu mimi kwani mimi askofu? Mimi askofu? Yaani anafikiri kuomba mpaka uwe askofu, uwe mchungaji, uwe nani? Wewe kwa kuwa una Bwana unaweza kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anawapa maelekezo. Biblia inasema, ngoja nikusemee kitu kingine hapa uone. Biblia inazungumza kwamba huu mstari wa kwanza, ule mstari wa pili, Bwana akamwambia Yoshua. Mungu anamwambia mtu mmoja leo, na huyo ndio Yeshua leo. Bwana asifiwe sana. Bwana akamwambia Yoshua, tazama, nimeutia Yeriko katika mkono wako. Yaani huu Yeriko wewe una mamlaka nao. Yaani mimi nafikiri sana Yoshua alikuwa ana uwezo wa kukamata vitu vya Mungu kwa kiwango gani. Mungu anasema nimeutia Yeriko. Kwanza anamwambia tazama, anaucheki ule mlima, anacheki ule mji, alafu anaangalia silaha walizonazo, alafu Mungu anamwambia nimeutia huo mji kwenye mikono yako. Tuko pamoja kanisa? Anaendelea Mungu akisema, tazama nimeutia Yeriko katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake. Kwa nini Mungu anasema hicho kitu? Kwa nini anasema na wafalme wake? Zamani za Agano la Kale wafalme walikuwa wakisema, wamesema. Wafalme walikuwa ni sehemu ya Mungu, miungu.
na walikuwa wanatoa maelekezo Mungu aabudiweje, wanavyotaka wao miungu iabudiweje, lakini pia wao saa nyingine walikuwa wanaabudiwa kama miungu ya mahali. Mungu anaposema nimeutia huyo mfalme chini ya mikono yako, ina maana una uwezo Yoshua wa kifalme uko juu yako kushughulika na changamoto zozote zilizoko mbele yako ili ufike Kanaani yako. Kwa hiyo mfalme hakutishi, kwa sababu mfalme ana mamlaka yote, lakini hakutishi. Lakini jambo la pili anasema na hao mashujaa. Mashujaa ni watu waliojifunza vita, ni watu ambao wanaaminika kwa uhodari, ni watu ambao wanaweza wakakaa wakakupangia mabaya ukapotea. Kuna mtu mmoja nilikutana naye wakati fulani akasema, mchungaji, unamwona huyu akiamua mara moja mambo yako yanaharibika. Unajua kwenye maisha hivi tunaambia huyu akiamua mambo yako mara moja yanaharibika. Mimi nikamwambia hayaharibiki kwa jina la Yesu. Asa wewe nyamaza ndio kwanza. Nikamwambia sio ndio kwanza, ni naye anayeweza. Bwana apewe sifa. Na sio rahisi mtu wa Mungu kushinda hii vita. Na nilikwambia kama utakumbuka, Yeriko haikuwa mji wa kawaida, ulikuwa ni ngome ya kijeshi, ulikuwa unawakilisha nguvu za kipepo, nguvu za miungu kuzuia wana wa Israeli wasifike Kanaani yao. Ukiuona unaona ni mji wa kawaida, lakini ulikuwa una ajenda ya kiroho. Ulikuwa ni mji ambao ndani yake una ajenda ya kiroho, ndani yake unakufutia matumaini ulionayo, unakufutia plani ulizonazo, unakufanya usimwamini Mungu aliyesema na wewe, yani unafuta maisha yako. Alafu huoni Mungu uliyekuwa unamwomba miaka yote, ghafla yule Mungu uliyekuwa unamwabudu, kama vile anavyosema kwenye Zaburi ya 103, anasema nafsi yangu mhimidi Bwana, wala usisahau yale Bwana yote aliyokutendea. Kuna mahali nafsi inasahau kabisa changamoto unazokutana nazo, mpaka unasema mimi jamani, naombeni mnizunguke mniombee, mimi mwenyewe siwezi. Leo nataka nikuambie unaweza. Kwenye maombi ya leo, uwezo wa Bwana uko pamoja nawe, usiogope. Yeriko unapouona unafuta kabisa matumaini yako. Unaona ule ukuta, Mungu anamwambia Yoshua, tazama huu mji unaona kitisho, kikwazo, nimeuweka kwenye mikono yako, unaweza kuufikisha, una maamuzi. Lakini Mungu anasema ule mstari wa 3, anamwambia Yoshua, zungukeni. Kwa hiyo Yeriko ulikuwa mtihani wa imani na utii. Bado unaendelea kumwamini Bwana, lakini Yeriko ulikuwa ni ishara ya kuanza kutimilika ahadi ya Mungu, kwamba mkishinda hapa kwenye mlango, kuna maisha sasa yanaanza kwenda mepesi. Kuna vitu unaanza kusogea, unaingia kwako, unaingia mahali pako. Kwa hiyo ishara hii Mungu anapoileta, na kuna watu ambao wanapambana na Yeriko zao hapa walipo, Mungu anataka uachilie njia zako, uruhusu akupe njia yake. Amen. Lakini jambo lingine, Yeriko hii Israeli akiishinda ni hukumu kwa mataifa ya Kanaani. Ukiishinda Yeriko, mataifa ya Kanaani yatashangaa, ameingia mgeni ambaye hawakumtegemea, ameingia mwenye nguvu mahali pao. Ilikuwa ni hukumu, kwa sababu ile Yeriko nilikwambia ilikuwa kama lango. Kwa hiyo anayeweza kupita kwenye malango, kumbuka Israeli iliambiwa uzao wako utamiliki malango ya adui zao. Tuko pamoja wapendwa? Kwa hiyo ukipita kwenye ule mlango, ina maana utakuwa na nguvu huko unakokwenda na watakuogopa. Kwa nini? Ukifika huko mbele unaona Balaam na Balaki, utafuatilia huko utakumbuka. Balaam na Balaki anasema tulaanie huyu mtu. Naona kila anapopita ana nguvu. Israeli kila anapopita ana nguvu. Huyu mtu tunaona anasomba. Kwa hiyo tulaanie. Walijua huyu ana kawaida ya kushinda kwenye malango ambayo malango huwa yanazuia. Na sisi leo kwenye malango ya tarehe 1 tutavuka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mtu mmoja amenisemesha, mchungaji, unajua leo na birthday yangu, leo ndio siku yake ya kuzaliwa. Leo Bwana anakutendea mema. Bwana asifiwe sana. Lakini pia ngoja nikwambie mambo mawili matatu. Utakapoangusha Yeriko leo
na kuwekea kiu ya kuangusha, kwa kuwa Mungu amesema iko mikononi mwako. Kwa hiyo ukizubaa, haya, ukichoka kuzunguka, haya. Lakini mwingine anaweza akazunguka sasa, akazunguka tena usiku, akazunguka tena asubuhi, anasikia kuzunguka mpaka kieleweke. Kuna faida gani za kuangusha Yeriko hii ambayo iko kwenye malango? Faida ya kwanza, faida ya kwanza, faida ya kwanza, faida ya kwanza. Kumbuka nimekwambia huu ni mji wa kwanza, ni mji unaokabili kuingia wapi? Kwenye nchi. Faida ya kwanza, faida ya kwanza, faida ya kwanza, kiakili, kiakili, hawa watu tayari, au Yeriko, waliomo Yeriko tayari wanakuogopa kwanza. Hili ni muhimu kujua, kwa sababu ule mji ulikuwa umefungwa kwa sababu ya wana wa Israeli, wakiwaogopa Waisraeli. Ni muhimu ukajua unapoingia kuuangusha, hawana nguvu tena. Yaani tayari wanakuogopa, hujui kama wanakuogopa. Wamebaki tu kama jumba kubwa, lakini kwa kweli wanakuogopa. Kuna mahali wanasema mlokole hatumtaki hapa. Hatumtaki. Kuna walokole wawili. Kuna mlokole kweli aliyesimama na Yesu, na kuna mlokole hovyo. Mtu mmoja amesema walokole ndio wanaozini sana, sio kama mimi, sio kama mimi, sio kama mimi. Sio kama mimi, sio. Hebu jiambie mwenyewe, sio kama mimi. Usije ukasema kipolepole kwa sababu una mix. Amua kugeuka, sio kama wewe. Amen. Kwa hiyo usichanganye. Umeamua mabadiliko kuanzia leo. Haleluya. Kwa hiyo tayari wanakuogopa. Kwa hiyo kuangusha Yeriko ni kuwamalizia kabisa, kupoteza tumaini lao. Tuko pamoja? Faida ya pili. Faida ya pili, kuangusha Yeriko ni ishara ya ushindi wa kiroho. Na wale wanaosoma Biblia wanajua ushindi wa kwanza ni wa kiroho. Utatawala uchumi, utatawala sayansi, utatawala malezi, utatawala mahusiano. Ushindi wa kiroho ndio namba moja. Ukisimama vizuri na Mungu, vitu vingi vya mume wako, vya mke wako, vya watoto, vya mahusiano, kuna vitu vinakaa mahali pake. Hata uchumi unakaa mahali pake. Tuko pamoja? Hata maisha yako kuna vitu vinafunguka. Kwa hiyo ilikuwa ni ishara ya ushindi wa kiroho ambao unafungua ushindi wa kila eneo. Lakini pia faida nyingine, kuna ahadi ya Mungu kwa Ibrahim, watamiliki Kanaani, si ndio? Kwa hiyo Mungu amekuahidi. Kusoma kwako kila siku na kusikia kwako neno hapa na kusikiliza Biblia, kusoma Biblia, kusikiliza neno la Mungu na kusikiliza, usikilize bure. Kuna vitu Mungu amekuahidia. Kimoja wapo ni kuwa mshindi, tena zaidi ya kushinda. Sasa kuwa mshindi, kuangusha Yeriko ni ishara ya kuwa mshindi. Haiwezekani uwe hapo chini, mambo yako yanaharibika. Wamepanga kuyaharibu rohoni, wamepanga kuyaharibu mwilini. Haiwezekani. Kwa hiyo ni kutimiza ahadi ya nani? Ya Mungu kwenye maisha yetu. Haleluya. Umenielewa vizuri, mtu wa Mungu? Jambo la nne ni kuwafungulia, ni kufungua au kujifungulia au ni kuendea mahali penye rutuba. Mahali penye rutuba, nilianza kukuambia habari ya Yeriko mwanzoni. Ni kuendea mahali penye rutuba. Unakumbuka habari ya mpanzi, anasema mwingine alienda kupanda, zingine zikaanguka kwenye udongo mzuri. Zile zenye udongo mzuri zilizaje? 160, 180, 100 zilizaa, si ndio? Kwa hiyo kama mahali penye rutuba, kuna vitu unaweza kufanya vidogo ukashangaa vinastawi. Kuna mahali saa nyingine tunajiona, unasema mimi ni yule, mbona naona tofauti sasa? Mbona naona kuna kitu nakifanya kinazaa? Kuna kitu unasema kinatokea? Mbona kuna mambo yanaanza kutokea kwa ukubwa? Lakini kuna mahali unafanya huoni jitihada zako zikionekana. Kwa hiyo Yeriko ukiishinda, unaingia Kanaani penye rutuba. 1 inatokeza 2, 3 zinatokeza 6. Kila unachokifanya kitatokeza maradufu kwa sababu ni ardhi yenye rutuba. Lakini Yeriko iko hapa. Tunashindaje? Kwa maombi na kwa kumwamini Bwana, kwa kumsikia Mungu anataka nini. Uko tayari kuzunguka Yeriko? Uko tayari? Sasa sikia, jambo la 5 la mwisho. Unatekeleza hukumu ya Mungu kwa mataifa ya Kanaani. Unatekeleza hukumu ya Mungu kwa mataifa ya nani? Ya Kanaani. Mungu hataki mataifa ya Kanaani yawe na nguvu yanayoabudu miungu. Hapana.
Mungu anataka watoto wake mahali walipo wawe taa, wawe nuru, waulizwe kwao. Wao ndio watoe solution. Mungu anataka uchumi umilikiwe na wanaomjua Mungu. Kwa nini anataka uchumi umilikiwe? Wanaomjua Mungu watasema fadhili za Bwana ni za milele. Kwa nini? Hawa watu ule uchumi wataudirect kwa ajili ya ufalme wa Mungu aliye hai. Hawatatukuza adui kwa ule uchumi. Tuko pamoja wapendwa? Kanisa tuko pamoja? Simama, inatosha hizo 5. Inatosha hizo 5. Haleluya. Wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, nikoje mbele zako, wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, nikoje mbele zako Bwana, wanijua, wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, nikoje mbele zako Bwana, wanijua Bwana, wanijua Bwana, wanijua vema Bwana, oh wanijua vema Bwana, nikoje mbele zako Bwana, wanijua Bwana, wanijua vema Bwana, oh Bwana, wanijua vema Bwana, oh nikoje mbele zako Bwana, wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, nikoje mbele zako Bwana, wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, nikoje mbele zako Bwana, wanijua vema Bwana, wanijua vema Bwana, Yesu wanijua vema Bwana, nikoje mbele zako. Tumekwisha kupatana mimi wake yeye, na sasa nitamwandama, sikukuu yako
Hebu sema, Bwana Yesu, ninaileta Yeriko iliyo kwenye malango yangu ya kuingia Kanani yangu, Yeriko ambayo macho yangu yanaona ilivyo kubwa, ilivyo ngome kubwa. Bwana, mbele yangu iko Kanani, kuna ahadi umeniahidia, ndani yake kuna rutuba, ndani yake kuna nchi ya maziwa na asali. Lakini nakutana na Yeriko ambayo inatisha, ambayo hali yake na uwezo wangu, silaha zangu, maarifa yangu nimeshindwa kuvuka ng'ambo ya pili. Na wakati mwingine Bwana, nimejikatia tamaa. Kila ninapoweka malengo ya mwaka sijaona nikivuka. Mapambano yaliyoko ya waziwazi ya kwenye ndoto, mapambano yaliyoko ya kiakili yamenizuia nisivike viwango. Nimekuwa yule yule, na wakati mwingine nimetamani maisha ya zamani. Bwana, kwa sababu ya kukata tamaa sijaona kuvuka. Ninaomba huruma zako, ninaomba msamaha wako, ninaomba unihurumie mahali ambapo nimekata tamaa, mahali ambapo nimefikiri ni wa kushindwa. Nafsi yangu, sikia neno la Bwana. Muhimidi Bwana, usisahau yale yote Bwana aliyokutendea, kwamba yeye anaweza, yeye ni Mungu, mfalme milele. Bwana, unihurumie na kunisamehe kwa kukata tamaa, kwa kurudi nyuma, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa rehema zako Bwana unihurumie. Nenda mbele za Bwana ulipokata tamaa, mwambie Bwana nihurumie, nisamehe mapito ninayokutana nayo ya kiafya, ya kifamilia, mapito ninayokutana nayo kwenye mahusiano, mapito ninayokutana nayo kwenye uchumi, mazingira ninayokutana nayo mahali pengine nimekata tamaa, huduma ulioweka ndani yangu nikakata tamaa. Nihurumie Bwana, hata kama niko kwenye malango ya kuingia Kanani, nimekutana na mji wa Yeriko, bado wewe ni Mungu mwenye nguvu. Nisamehe Bwana, nihurumie Mungu uliye hai. Hata kama hiki hakijazaa, hata kama mzabibu haujazaa, hata kama nyumba niliyojenga sijakaa, hata kama huyo mtoto niliye naye imekuwa shida, hata kama familia yangu imekuwa maumivu, hata kama Bwana maisha yangu na mahusiano yangu yamekuwa machozi kila leo, ninakuja mbele zako siku hii ya leo Bwana, ninaomba rehema, ninaomba msamaha nilipokata tamaa. Nihurumie Bwana, ninapoona sivuki, ninapoona afya yangu inadorora kila wiki. Baba, nihurumie kwa kukata tamaa. Wewe ndiye unayeweza, wewe ndiye mwenye huruma, wewe ndiye mwenye pendo la ajabu, wewe ndiye Mungu mwenye nguvu. Tunakuja mbele zako watoto wako, tunakuja mbele zako watumishi wako, tunaomba rehema, tunaomba toba. Bwana, tunaomba rehema, Mungu unayetupenda, wewe ambaye unashughulika na maisha yetu usiku na asubuhi, mchana na jioni, tunakuja mbele zako, tuhurumie Bwana. Wewe ambaye Israeli ilisahau kwamba uliwatolea maji Bwana kwenye ule mwamba, wanasahau kwamba Bwana yale maji machungu kule Mara, kule Refidimu, Baba uliwafanyia njia. Wanasahau kwamba kwenye bahari ya Shamu uliwafungulia njia. Bwana, tunasahau hata sisi. Nihurumie Bwana, nisamehe Mungu uliye hai. Ninaomba rehema zako, ninaomba huruma zako ninaposahau kama mwanadamu, ninaposahau kama mtu, ninaposahau kama mtoto wako. Nihurumie Bwana wa mabwana. Leo ninakuja mbele zako, unaweza kuokoa, unaweza kunitetea. Ninakuja nikikutazama tena kwa upya, wewe uliyetoa maelekezo kwa wana wa Israeli juu ya kushughulikia Kanani. Bwana, waingie Kanani wakashughulikia Yeriko. Akili za kibinadamu haiwezekani, maarifa ya wanadamu yanakwama. Walipoona walikata tamaa kama walivyokata tamaa nyakati za Shamu. Bwana, nami ninakata tamaa nyingi. Nihurumie Jehova. Unaweza Bwana kuniponya, unaweza kunirudishia hali yangu, unaweza kumrudishia hali yake, unaweza kumrudishia ujana wake, unaweza kumtenga na hizo tabia na huo mwenendo. Hilo eneo ambalo limekuwa kama Yeriko, hilo eneo ambalo limekuwa na ugumu, hilo eneo ambalo macho ya kawaida yanashindwa kuvushwa. Bwana, tunakuja mbele zako, tunakutazama wewe, tunakutegemea wewe Bwana. Siku hii ya leo tena majira haya Baba, tusaidie Mungu, katika jina la Yesu. Hebu endelea mbele za Bwana, mwambie Bwana, hii Yeriko
Baba nivushe, hii Yeriko ianguke kwa jina la Yesu. Hii Yeriko ianguke kwa neno lako Yesu Kristo. Hii Yeriko ambayo imezuia hizi biashara, imezuia huu mradi, imezuia hili shamba, imezuia ustawi wangu, hii Yeriko Baba ninaileta kwako kwenye mwezi huu wa 5, kwenye malango haya ninaingia kwenye mwezi wa 5. Hii Yeriko iliyojengwa hapa, hii Yeriko iliyojengwa hapa, hicho kizuizi kilichokuwepo hapa, hivyo vikwazo vilivyokuwepo hapa, Baba ninavileta mbele za uso wako. Njia zangu zimeshindwa, akili zangu zimeshindwa miaka yote, utaalamu wangu umeshindwa, connection na watu nilio nao hawajanisaidia, isipokuwa neno lako lilipotoka kwako mbinguni kwa Yoshua Bwana waliweza kuvuka. Nami Bwana, neno hili umenisemesha juu ya Yeriko. Leo ninazunguka hiyo Yeriko, ninazunguka kwa jina la Yesu, ninazunguka kwa jina la Yesu, ninazunguka kwa jina la Yesu kwenye malango ya mwezi huu wa 5. Ninazunguka hiyo Yeriko ambayo imekuwa kizuizi, hiyo miungu na hizo ibada za sanamu, hizo ajenda na mashambulizi ya kiukoo, hizo ajenda na maagano yaliyokaa, hicho kikosi cha kipepo kilichokaa kikakamata fedha, ile fedha tuliyoitoa, kikakamata Bwana zile nguo za kwetu, kikakamata Bwana ule ustawi wa kwetu, kikafunga maisha yetu. Walipoenda kujipanga leo kwa makundi yao ili kunizuia kufanikiwa kwenye mwezi huu wa 5, leo ninaleta hiyo Yeriko. Leo hiyo Yeriko ninaizunguka huko kwenye hicho kikosi, wakiwa huko ndani, ninazunguka hiyo Yeriko. Endelea kuzunguka hiyo Yeriko, wako huko ndani, zunguka, wako huko ndani, zunguka. Wamejipanga kwa mabaya yao, zunguka. Hata hujawaona lakini wamekaa kwenye kikosi chao, zunguka hiyo Yeriko. Ninazunguka wakiwa huko ndani, ninazunguka wakiwa huko ndani, ninatembea kwenye hilo eneo. Bwana Mungu naye niongoza miguu, ninazunguka kwenye hiyo Yeriko, ianguke leo kwa jina la Yesu. Ninazunguka kwenye hivyo vikwazo vya miaka yote, ninazunguka kwenye hizo vizuizi kwa ufunuo huu mpya kwa jina la Yesu. Ninazunguka hao wanaoharibu viwango vyake vya mahesabu, viwango vyake vya kibiashara, viwango vyake vya kiuchumi, viwango vyake vya kibali kwenye ofisi, hao wanaoharibu viwango vyake vya kihuduma. Ninazunguka hiyo Yeriko iliyokamata Sinza, ninazunguka hiyo Yeriko iliyokamata huu mji, ninazunguka hiyo Yeriko iliyokamata madhabahu, ninazunguka hiyo Yeriko ianguke sasa, ninazunguka hiyo Yeriko iliyokamata ustawi wangu, ninazunguka hiyo Yeriko kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Walichokiiba cha kwangu, walichochukua cha kwangu, walichovuruga cha kwangu, walionipotezea tumaini, waliosubiri kuanguka kwangu, ninazunguka hiyo Yeriko yao, ninazunguka hiyo Yeriko yao. Maana Bwana ananiongoza miguu, Bwana ananiongoza miguu. Ni siku kuu kwa jina la Yesu, ni siku kuu leo, ni siku ya mabadiliko, ni siku ya ushindi, ni siku ya mabadiliko na watoto wangu, ni siku ya mabadiliko na mume na mke, ni siku ya mabadiliko kwenye ndoa, ni siku ya mabadiliko kwenye afya, ni siku ya mabadiliko kwenye uzazi. Ninazunguka hiyo Yeriko kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninazunguka hiyo Yeriko, ninazunguka hiyo Yeriko, ninazunguka hiyo Yeriko. Mambo ya ndoa yaliyoharibika, mambo ya biashara yaliyoharibika, mahusiano yasiyoeleweka, Bwana walipopanga kumfukuza, walipopanga kumpotezea maisha yake, kumpotezea viwango vyake, kumpotezea kumbukumbu zake, tunazunguka hiyo Yeriko, tunazunguka hiyo Yeriko. Walipopanga kumpotezea kibali kwenye hiyo ofisi, leo Bwana, hiyo Yeriko wanaopanga mabaya ili tusifike kwenye nchi yenye rutuba, nchi ya maziwa na asali, the ideal city, Bwana, ule mji unaotegemewa, ule mji uliokusudiwa, tunazunguka hiyo Yeriko, hiyo Yeriko leo kwa jina la Yesu Kristo, kwa maelekezo ya Mungu aliye hai, kwa njia za Bwana aliye hai, tunazunguka hiyo Yeriko. Hiyo Yeriko ikaanguke, makusudi yao yakaanguke, ratiba zao zikaanguke, mipango yao ikaanguke kwenye mwezi huu wa 5. Tukakuone Jehova, tukakuone ukitutetea, tukakuone ukitufungulia milango. Hiyo Yeriko, miungu yoyote ya Kanani iliyofunga, miungu yoyote ya Kanani iliyojenga ngome ambazo mwanadamu hawezi kuzivunja, ila kwa jina la Yesu, ila kwa neno la Bwana, ila kwa maelekezo ya Bwana, hizo ngome ambazo zimepanga kuweka ugumu wa huduma, zimepanga kutuaibisha, zimepanga kuturudisha nyuma, hizo ngome zilizojengwa zimepanga kuharibu biashara, hizo ngome ambazo zimeona vibali tulivyo navyo mbele za ufalme
ufalme wa Mungu. Hizo ngome, hayo makundi, hayo majeshi ya kipepo, hizo falme, leo hizo ngome, taarifa zozote walizo nazo juu ya wana wa Israeli, tunazunguka hizo ngome, kwa jina la Yesu, tunazunguka hizo ngome. Sikia Yeriko, ulifikiri nitakuja na majeshi, ulifikiri nitakuja na vifaru, ulifikiri nitakuja na njia zangu. Leo kwa neno la Bwana, siingii mwezi wa 5 kwa akili zangu, siingii kwa maamuzi yangu, ninaingia kwa jina la Yesu, Yeriko umewekwa kwenye mikono yangu, na wafalme wako na mashujaa wako, kwa jina la Yesu, ninatangaza kuanguka, ninatangaza anguko lako Yeriko, kwa jina la Yesu. Hiyo ajenda iliyowekwa, kizuizi chochote Baba, ninaona rutuba, ninaona mambo yakipandwa yanaota, ninaona ustawi tena, ninaona viwango vikubwa. Jehova, kuna mahali naelekea, kuna mahali Kanaani yangu, kuna mahali Jehova umeahidi. Bwana umesema huko mbele kuna maziwa na asali. Yeriko huwezi kuzuia hii huduma, huwezi kuzuia utumishi, huwezi kuzuia hichi kikundi, huwezi kuzuia hawa watoto, huwezi kuzuia uzazi, huwezi kuua, huwezi kuharibu viwango vya biashara yake, huwezi kuharibu viwango vya afya yake, huwezi kuharibu. Tunaangusha ajenda zako, wewe uliyemfanya akapata maumivu kila siku kwa ajili ya mtoto wake, uliyemfanya akalia kila leo kwa ajili ya mwenzi wake, uliyemfanya akasikitika kila leo kwenye biashara anapoteza uelekeo. Bwana, hiyo Yeriko leo kwenye haya malango, ninatangaza hukumu kwa miungu ya Kanaani, Imeandikwa uzao wangu utamiliki malango ya adui. Ninamiliki kwa jina la Yesu, Ninatoa oda mimi, ninatoa maelekezo mimi kwa jina la Yesu. Ninatoa oda Jehova kwa jina la Yesu. Yeriko haina mamlaka, iko kwenye mikono yangu, iko katika mikono yangu. Endelea kuangusha Yeriko, endelea. Mungu ameweka ndani ya mikono yako, endelea. Mungu amekusimamisha kwa ajili ya familia nzima. Endelea. Yeriko haitasimama, haitaendelea, haitastawi, haitafanikiwa. Yeriko haitakuzuia. Unaenda kuvuka, unaenda kwenye maziwa na asali, unaenda kwenye program, kwenye plani ya Bwana, unaenda kwenye mkakati wa Bwana, viwango unavyotakiwa kwenda. Bwana, tunakuja mbele za uso wako, Jehova. Yeriko huna mamlaka, mamlaka yako imeanguka. Mmeufunga kabisa, lakini unaanguka ukiwa umefungwa. Unaanguka na majeshi yako, unaanguka na majemedari yako, unaanguka na wafalme wako, unaanguka na sanamu zako, unaanguka na mikakati yako. Mama yako, baba yako, ndugu zako wote wanaanguka Yeriko, wanaanguka. Mnaopanga mabaya juu ya vitu vya Bwana, mnaanguka kwenye kikosi chenu. Ninatangaza mwezi wa 5 kuingia kwa jina la Bwana, tarehe 2 hata tarehe mwisho wa mwezi huu, tunatembea kwa jina la Bwana, tukafanikiwe malengo kwa jina la Yesu. Yeriko tunaingia kwa jina la Yesu, katika ushindi na uwezo wa Bwana, katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Upako wa kuomba uliokata, upako wa maombi uliokata, upako wa neno uliokata, maelewano yaliyokata, machungu yaliyokaa, leo Yeriko unaanguka. Aibu inakuangukia. Yeriko na ukuta wako mgumu, Yeriko na upana wa ukuta wako, Yeriko na urefu wa ukuta wako, Yeriko na wanefili na wanaki wako, ninawaangusha kwa jina la Yesu Kristo. Yamekuwa majira mapya, umekuwa ukurasa mpya kwa jina la Yesu. Bwana mabwana, tunaangusha hiyo Yeriko, tunaangusha hiyo Yeriko kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Neema yako Jehova ikaendelee kudhihirika, uaminifu wako Jehova ukaendelee kudhihirika
kwa jina la Yesu. Ninasimama kwa ajili ya mume, ninasimama kwa ajili ya mke, ninasimama kwa ajili ya watoto, ninasimama kwa ajili ya wazazi, ninakusimama Bwana kwa ajili ya ofisi, ninasimama Bwana kwa ajili ya huduma yako, ninasimama kwa ajili ya shamba hili, ninasimama kwa ajili ya biashara hii, ninasimama kwa ajili ya mradi huu, ninasimama Bwana kwa ajili ya hatua zetu za kiroho, ninasimama mbele zako kwa ajili ya madhabahu yako. Bwana, ushindi umekuwa wa kwako, heshima zimekuwa za kwako, hatutazuiliwa tena, hatutazuiliwa tena. Yamekuwa majira mapya kwa wao kutumainio na kukutegemea, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana wa mabwana, tena Mungu wa miungu, mfalme mwenye nguvu, uendelee kudhihirika kwenye maisha yetu. Hebu sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, maana tumekwisha kupatana, mimi wako, wewe wangu. Bwana, leo ni sikukuu, unaniongoza miguu. Bwana, niongoze hatua zangu, hakuna cha kunizuia kiroho, kibiashara, hakuna cha kunizuia kiuchumi, kimahusiano, hakuna tena cha kunikwamisha kibali changu, viwango vyangu. Asante Yesu kwa ajili ya wema wako. Sikiliza mtu wa Mungu, tunataka tufanye zoezi moja. Tumefanya wakati fulani, nataka tufanye tena. Najua kwa sasa hivi wakati mwingine si sawa, lakini ni sawa. Tutatembea kwenye hili kanisa, tunazunguka hili kanisa, tutapiga raundi 3. Sikiliza mtu wa Mungu, tunafanya kitu kikubwa sana. Tutakapozunguka hizi raundi 3, hapa kanisani, hapa kanisani kuna Yeriko itaanguka. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wako kama jela, hawajijui wako jela, ni wabishi, ni wachungu, hawajui wanatumikishwa. Mungu atawafungua. Kuna watu hawajielewi. Unafikiri kwa nini Yesu alisema Baba wasamehe, kwa maana hawajui? Lakini wao walikuwa wanasema wanajua. Wanasema damu yetu hiyo, damu yake iwe juu yetu na juu ya watoto wetu, lakini walikuwa hawajui. Haleluya. Ule msamaha hawakuelewa nyakati zile, tunakuja kuuelewa leo. Kuna maombi unafanya watu hawaelewi kama wanatakiwa kuombewa. Tena wanakuona unapoteza muda. Lakini sisi tuombe. Tunazunguka hili eneo. Tunapozunguka, Mungu kuna viwango anafungua ili kanisa, usharika. Amen. Tutafanya hilo ombi la kwanza. Lakini pia tunapozunguka hili eneo, tafsiri yake nyingine, tunaizunguka nyumba yetu, nyumba yangu mimi, lakini nyumba yetu mimi Mnanka. Bali ya mimi Ibrahim. Mimi ni Ibrahim lakini mimi Mnanka. Yaani familia yetu inafunguka na nyumba yangu inafunguka. Unanielewa vizuri? Kwa tunapozunguka hili eneo, kuna vitu Mungu anavifanya hapa, anavifanya kwangu. Na kazi au na biashara Mungu anafanya. Kuna Yeriko inaanguka. Mwezi wa 5 tunataka kufika Kanaani yetu. Amen. Unamwamini Mungu kabisa. Beba na sadaka yako. Beba na sadaka. Kama ulikuwa hujaweka sadaka, beba na sadaka yako. Tutapiga raundi 3 huko. Raundi 3, alafu tutarudi hapa. Tukirudi hapa, tutakapokuwa tunazunguka, tutakuja kumshukuru Mungu kwa ajili ya madhabahu. Maana tutakapokuwa tunazunguka tutashughulika na madhabahu, lakini tunamalizia ombi moja tukiwa hapa. Ombi la taifa la Tanzania. Mmesikia wengine, kuna padri yule Father Kitima, mnafahamu yule ni katibu wa TEC. Tunasikia leo alikuwa jana alikuwa mahali mule ndani kwenye baraza la maaskofu kule ukumbi wa TEC. Mule ndani watu wameenda kumvamia mule ndani. Si kitu kigumu sana. Mule ndani watu wameenda kumvamia. Ni mtu anayezungumza mambo ya siasa sana na kusema hiki kisiwe hivi. Ni mtu ananyoshaga mambo hivi. Anazungumza kwa kanisa lao, yeye ndo anazungumzia hayo mambo, ni eneo lake la kazi. Kwa hiyo ile hatukitaki Tanzania. Tutaliombea taifa letu tutakapokuwa tunamaliza hapa kwenye mwezi wa 5. Mwezi wa 4 umekuwa na mambo, lakini mwezi wa 5 tunautaja kwa Bwana. Amen. Haleluya. Kwa hiyo tutaingia huko. Kumbuka agenda ni Yeriko. Agenda ni Yeriko. Mungu atakupa njia zingine mwezi huu kwa namna tofauti. Amen. Sasa tutaingia kwenye maombi. Twende moja kwa moja. Mungu mwaminifu, tunakuja mbele za uso wako kupitia Kristo Bwana. Kumbuka tunavyoomba, usizunguke tofauti na sisi. Tunazunguka hivi. Kuna mtu anazungukaga kinyume, unatuharibia maombi. Tunaenda wote upande mmoja. Ukienda kinyume anti-clockwise, unavuruga maombi. Ni kama vile mtu ayapingae maombi. Hebu twende mbele za Bwana kwa maombi. Kama uwezi kwenda, wewe ombea hapo kwa imani. Baba yetu na Mungu wetu, tunakuja mbele za uso wako. Yeriko ilizungukwa. Bwana, Yeriko ilianguka. Nasi Mungu uliye hai, wewe unayetuongoza miguu,
tunakuamini kuliko chochote. Tunakuamini Bwana kwa uweza na nguvu zako. Tunakuamini kwa mamlaka yako. Tunakuamini umeshinda tena zaidi ya kushinda. Tunakuamini una mamlaka yote, Bwana. Umeweka mpako, umeweka uwezo kwenye miguu yetu. Na ili eneo, Mungu, si tu kanisa. Ili eneo tumeliunganisha na familia, tumeunganisha na mahali tukapo, tumeliunganisha na eneo la biashara, tumeunganisha na eneo la kazi, tumeunganisha na maisha yetu ya kiroho. Ili eneo, Bwana, ni kanisa lako, eneo lako la kukuabudia, Bwana. Ili eneo, Bwana, ni madhabahu yako, Mungu. Ili eneo kuna Wakristo, Bwana, wanawake kwa wanaume. Ili eneo kuna maofisi. Tunazunguka eneo hili, Bwana. Hiyo Yeriko ambayo inataka kutuzuia, malango yoyote ambayo yamewekwa ukuta mgumu, vikwazo vyote vilivyokaa, giza lolote linalotawala eneo hili, linalotawala nyumba hii, linalotawala biashara, linalotawala hatua zetu, hukumu wowote, uzito wowote ulioshika mahali tulipo, Baba na Mungu wetu, kwa jina la Yesu Kristo, tunaangusha huo ugumu kwa jina la Yesu. Kama vile Yeriko walipoishinda kwa kuzunguka kwa miguu yao, nasi kwa jina la Yesu Kristo, Baba, kwa jina la Yesu Kristo, tunazunguka Yeriko hii, tunazunguka ugumu wowote uliopo, tunaangusha ugumu wowote, uteka wowote ambao umekuwa shida, maumivu yote ambayo tumeyapata miezi hata miaka, tunazunguka Bwana. Hayo machungu yaliyosababisha maumivu, hayo maagano na hiyo mikakati, hiyo mikataba na makusudio aliyoweka miezi yote, Baba, tukaone majira mapya kwa jina la Yesu. Tukaone majira mapya kwa jina la Yesu Kristo. Kila agenda ya Yeriko, kila mkakati wa Yeriko, kila mkataba ya Yeriko, Baba, ikaanguke kwa jina la Yesu. Ikaanguke kwa jina la Yesu. Tukaone majira mapya, mfalme wa falme. Tukaone ukombozi sasa kwa jina la Yesu Kristo. Waliokwamishwa, waliozuiliwa kwenye maisha yetu, waliofungwa, Bwana, madhabahu zozote, maagano yoyote, ishara zozote za ulimwengu wa roho zilizowekwa, maagano yote yaliyowekwa kutuzuia, Bwana, Yeriko ikaanguke, makusudi yao yakaanguke, malengo yao yakaanguke kwa jina la Yesu Kristo. Yeriko katika familia, Yeriko katika kazi, Yeriko katika biashara, Yeriko yoyote iliyokamata maisha yetu, iliyokwamisha, iliyofunga uzazi, iliyofunga biashara, iliyofunga ustawi, Yeriko yoyote iliyozuia hatua zetu, Yeriko yoyote, Baba, tunakuja mbele za uso wako, Bwana, ikaanguke hiyo Yeriko, Baba. Mahali penye rutuba pakaonekane tena, mahali penye rutuba pakaonekane tena, mahali penye rutuba pakaonekane tena kwa jina la Yesu Kristo. Maaskari na majemedari, wafalme wa Yeriko, Bwana, kuta za Yeriko, Bwana, mawe ya Yeriko, malango ya Yeriko, tunapokanyaga na kutembea, tunapokwenda na kuingia, hiyo Yeriko ianguke, ianguke, Bwana, kwa jina la Yesu, ianguke kwa jina la Yesu, ianguke hiyo Yeriko kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo Yeriko ikaanguke kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo Yeriko inayozuia hatua zetu, inayozuia ustawi wetu, hiyo Yeriko na ibada hizo, hayo maagano na malengo hayo, hiyo Yeriko ianguke kwa jina la Yesu. Hiyo Yeriko ianguke kwa jina la Yesu, ianguke kwa jina la Yesu, ianguke kwa jina la Yesu. Hiyo Yeriko na mikataba, hiyo Yeriko na agenda, hiyo Yeriko na ibada zao, hiyo Yeriko na sanamu zao, hiyo Yeriko na miungu yao, hiyo Yeriko na makusudio yao, ikaanguke hiyo Yeriko kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ikaanguka hiyo Yeriko, yakae majira ya ushindi, yakae majira ya ukombozi. Yeriko ikaanguke, Yeriko ikaanguke, makusudi yao yakaanguke, malengo yao yakaanguke kwa jina la Yesu Kristo. Ugumu ambao familia inakutana nao, ugumu ambao biashara zinalala kila leo, ugumu ambao ugomvi na magomvi yamekaa kila kipindi, ugumu ambao maisha ya kiroho yametawaliwa na nguvu za giza, leo hiyo Yeriko ikaanguke kwa jina la Yesu, ikaanguke kwa jina la Yesu. Bwana, ili lango Bwana la Kanaani, Bwana, likafunguke, hii Yeriko ikaanguke kwa jina la Yesu. Lango la Kanaani leo tukaone njia ya kupita, tukaone njia ya kupita na kuvuka kwa jina la Yesu Kristo. Yeriko, sikia neno la Bwana, sikia miguu, sikia kwa jina la Yesu. Tunatangaza anguko la Yeriko, tunatangaza anguko ya Yeriko. Yeriko yoyote, mikataba yoyote, makusudi yote na viti vyao, mahali popote walipoketi kwenda, walipoenda kukaa, wakajifunika kifuniko cha miungu ya Misri, kifuniko cha miungu ya Wanefili na Wakanani, miungu yoyote ya Waanaki, Baba, tunaangusha vifuniko vyao, tunaangusha misaada yao. Hao majemedari wao hawatasimama wala hawataishi
kwa jina la Yesu Kristo. Yeriko ikaanguke kwa jina la Yesu. Yakawe majira ya ushindi, majira ya kukuona Bwana. Yeriko ikianguka, utawala wako ukidhihirika Bwana. Mwezi huu wa 5 tunausogeza mbele za uso wako Baba. Vyovyote ambavyo vimetuzia, mahali ambapo watoto wako walikata tamaa, watumishi wako walikata tamaa, waliobeba shauri lako walikuwa wakabaki wakalia, Bwana, badala ya kuendelea mbele, hiyo Yeriko iliyofanya machungu na maumivu, ripo sakariando ropo kosiria, majira mapya Jehova, ukurasa mpya Mungu kwenye hiyo Yeriko ambayo imekuwa machungu yetu, imekuwa maumivu yetu, imekuwa vizuizi vyetu, imekuwa tumeshindwa kwenda viwango vingine. Kuna watu wamezuiliwa, kuna watumishi wamezuiliwa, kuna waimbaji wamezuiliwa, kuna watumishi wako wamezuiliwa. Bwana wa mabwana, Mungu akafunguke, eneo likafunguke, yakawe majira mapya, eneo likafunguke kwa jina la Yesu Kristo. Eneo likafunguke, mauti na kuzimu haina mamlaka kwenye mwezi huu wa 5. Bwana, makusudio yao hayana mamlaka kwenye mwezi huu wa 5. Baba, tunakuja mbele za uso wako, Mungu, waliozuiliwa, mazuio yoyote ambayo yamepigwa chapa kuzuia wana wa Israeli, mazuio yoyote ambayo yamepangwa kuzuia maisha yetu, kuzuia viwango vyetu, tunapokuja mbele za uso wako kwa jina la Yesu, yakawe majira mapya, yakawe majira mapya, yakawe majira ya ushindi, yakawe majira ya ukombozi, yakawe majira ya kukuona wewe Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ukawe ushindi, ukawe ukombozi Bwana kwenye hatua zetu, katika jina la Yesu. Mwanaume huyu, mwanamke huyu, mtoto wako huyu, mtumishi wako huyu, akaone kufunguliwa, akaone kuvuka. Bwana, palipowekwa na kuandikwa kwamba ni kwa ajili yetu, hatutavuka. Leo naondoa hilo zuio, naondoa hilo tangazo, naondoa makusudi ya giza, naondoa makusudi yao, naondoa ajenda zao, na haribu makusudio yao kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba na Mungu wetu, Mungu mfalme wa milele, Mungu mtakatifu, tunakutegemea wewe Bwana. Tunakiri uaminifu wako, tunakiri nguvu zako Jehova. Utukufu kurudie, enzi kakurudie Bwana. Kila ajenda ya Yeriko, kila makusudi iliyokamata maisha yetu Baba, tukaone majira mapya kutoka kwako Jehova, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu, endelea kuja kuomba hapa kwenye madhabahu. Sogea hapa kwenye madhabahu, endelea kuomba. Sogea hapa kwenye madhabahu, sogea hapa kwenye madhabahu, endelea kuombea madhabahu. Sema kwa Bwana, Yeriko yote kwenye madhabahu, Yeriko yote inayozuia kitu cha kwako, ajenda zozote zinazozuia kitu cha kwako, madhabahu iliposhikiliwa, ilipotangaziwa matamko yoyote, tunapangua ajenda za hayo matamko, tunapangua hizo ajenda, tunapangua hayo makusudi kwa jina la Yesu Kristo. Wema wako kadhihirike na nguvu zako zikadhihirike, matendo yako makuu yakadhihirike kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo. Ukuu wako kadhihirike Bwana, tukaone majira mapya kwenye madhabahu yako Baba, vilivyolala, vilivyopotea, vilivyonyang'anywa, vilivyoibiwa, vilivyokwamishwa Baba, tukaone majira mapya. Ninaomba kwa ajili ya watumishi wako, ninaomba kwa ajili ya waimbaji waliopotezwa mwelekeo, ninaomba kwa ajili ya wapigaji waliopotezwa mwelekeo, ninaomba kwa ajili ya wahudumu wako, watumishi wako waliopotezwa mwelekeo. Ninaomba Bwana, mwelekeo wote uliozuiliwa, namna yote, kuta zilizojengwa za Yeriko Baba, kwa jina la Yesu zikaangushwe, zikaangushwe. Vision zozote zilizozimwa, utumaini lolote lililopotea Baba, likafunguke tena kwa jina la Yesu Kristo. Uaminifu wako kadhihirike na nguvu zako zikaonekane Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tunatamka mibaraka, tunatamka wewe kutawala, tunatamka wewe kuongoza, tunatamka wewe kumiliki, tunatamka wewe kujidhihirisha kwenye utumishi wote wa kanisani, kwenye utumishi wote wa mahali hapa, kwenye Sunday school Bwana, kwenye watoto Mfalme, kwenye fellowship, yakawe majira mapya kwa jina la Yesu. Mungu, vitu vya kwako vinavyozuiliwa, vitu vya kwako vinavyobatilishwa, uzito unaotokea watu kutoshuhudia, watu kutosimamia imani, uzito waliofungiwa, hali yote ya ukwazo, watu waliozuiliwa wasisimame kwenye maombi kwa ajili ya madhabahu, uzito wote uliowekwa wasisimame. Leo ninaangusha huo uzito, ninaangusha huo uzito, ninauharibu huo uzito kwa jina la Yesu Kristo. Ushirika unaokosekana kati ya watumishi Bwana na waumbaji, ninaangusha ajenda hizo, ninaangusha mikataba hiyo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, madhabahu yako Baba tunaiunganisha na wewe,
pakawe ni njia ya kupita, kupitisha vya kwako. Ufalme wako kadhirike Jehova, uaminifu wako kadhirike Mungu liye hai, katika jina la Yesu. Mwambie Bwana juu ya mwezi wa tano, mwambie Bwana juu ya mwezi wa tano, mwambie Bwana juu ya mwezi wa tano. Endelea kumwambia Bwana, mwezi wa tano wa kwako kuna vitu unatamani utekeleze, kuna vitu unatamani uone majira mapya. Mwambie Bwana, mwambie Bwana. Kumbuka unapanda, maombi yako unapanda juu ya kazi yako, biashara yako, juu ya maisha yako, juu ya mahusiano yako, juu ya afya yako. Panda kwako, panda kwa watoto, panda. Mwezi wa tano upeleke mbele za Bwana, peleka mbele za Bwana mtumishi wa Mungu, peleka. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwezi wa tano, mwambie Bwana. Bwana wa mabwana, tunatamka uzima kwenye mwezi wa tano. Tunatamka kutembelewa na wewe kwenye mwezi wa tano. Tunatamka viwango vipya kwenye mwezi wa tano. Tunatamka majira mapya kwenye mwezi wa tano. Tunatamka ustawi kwenye mwezi wa tano. Tunatamka baraka kwenye mwezi wa tano. Tunatamka mafanikio kwenye mwezi wa tano. Tunatamka ushindi kwenye mwezi wa tano. Tunatamka amani kwenye mwezi wa tano. Tunatamka kibali kwenye mwezi wa tano. Vilivyonyang'anywa, vilivyopotezwa, vilivyoibiwa, wengine wameona wanaibiwa magari, wengine wanaona wanaibiwa pochi zao, Bwana akarudishiwe. Mwingine ameona ofisi yake inafutwa, Bwana akaona ikirejeshwa. Mwingine ameona kwa ndoto, Bwana anapotezewa mwelekeo, akaone mwelekeo tena. Mwingine ameona anapita kwenye hatari, hiyo hatari ikamwachie. Bwana, mwezi wa tano hii biashara ikafanikiwe, akaone kusonga mbele, akaone kustawi. Mwezi wa tano yakawe majira ya ushindi. Bwana wa mabwana, hivyo vivyo mrudisha nyuma kiroho visiweze tena kwa jina la Yesu. Mwezi wa tano ukawe ni mwezi wa ushindi. Tunaufisha damuni mwako Bwana, kwa wema wako na kwa nguvu zako, kwa uweza wako na kwa mamlaka yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Endelea kuomba, iombee Tanzania. Mwamini Bwana kwa ajili ya mtoto wako, mwamini Bwana kwa ajili ya mume wako, mwamini Bwana kwa ajili ya mke wako, mwamini Bwana kwa ajili ya kazi unayoifanya, mwamini Bwana kwa ajili ya biashara yako. Mwambie Bwana, mwezi wa tano nione majira mapya. Mwambie Bwana, mwezi wa tano nione majira mapya. Mwambie Bwana, mwezi wa tano nione majira mapya. Mwambie Bwana, mwezi wa tano. Endelea kuomba. Mwambie Bwana, majira mapya. Mwezi wa tano tukaone majira mapya kwenye mwezi wa tano. Bwana, tunaileta nchi ya Tanzania, tunakataa mauti, tunakataa umwagaji damu, tunakataa kutekwa, tunakataa kuibiwa, tunakataa vurugu zozote zinazopangwa na ulimwengu wa roho juu ya uchaguzi. Tunakataa ajenda mbaya kwa jina la Yesu. Tunaleta taifa la Tanzania mbele za madhabahu yako Baba. Yoyote aliyofanyika kwenye taifa hili yasiyokupendeza, turehemu Bwana, tusamehe Bwana, turehemu Tanzania, turehemu Bwana. Maumivu yoyote, machungu yoyote, manunguniko yoyote Baba, iponye nchi, irehemu nchi. Wema wako ukaonekane kwenye nchi, uaminifu wako ukaonekane kwenye nchi, kwa jina la Yesu. Ukuu wako Jehova ukadhirike kwenye nchi yetu Baba. Itetee nchi, itetee taifa hili, itetee Bwana, litetee taifa hili, litetee Bwana mashimo na mahandaki ya kipepo yaliyochimbwa. Bwana, tunatangaza kutokubeba yoyote, kutokumeza yoyote. Tunanyunyiza damu ya Yesu Bwana kwenye nchi, tunanyunyiza damu ya Yesu kwenye hayo mashimo Bwana, hayatamchukua yoyote. Tunakataa makaburi, tunakataa majeneza kwenye mwezi wa tano kwa jina la Yesu. Tunatamka uzima kwenye nchi, 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 tunatamka uzima kwa damu ya Yesu, tunatamka uzima kwa jina la Yesu, tunatamka uzima kwa damu ya Yesu kwenye nchi yetu. Jehova, uaminifu wako kadhirike kwenye nchi yetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hebu sema, Bwana Yesu, chukua na sadaka yako. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako na sadaka hii. Ni ishara ya moyo wangu na imani yangu kwako kunipigania katika majira haya mapya, katika mwezi huu wa tano. Yule aliyezaliwa mwezi wa tano, njoo hapa mtoto. Kama huko hapa umezaliwa mwezi wa tano, yuko yule kijana amezaliwa mwezi wa tano, huko mliozaliwa mwezi wa tano, ndio nyosha mkono wako hivyo hapo ulipo. Alafu sema, Bwana Yesu, ninakutumaini wewe kuliko kitu kingine chochote. Sema, mtu wa Mungu, ninakutumaini wewe
kuliko kitu kingine chochote. Uende nami kwenye mwezi huu, yakawe majira mapya, unifungulie ukurasa mpya katika jina la Yesu. Kuna malengo nimekusudia kuyafanya, kuna mahali naelekea, maziwa na asali ni haki yangu. Zuio lolote lililokuwepo leo limeanguka katika jina la Yesu. Akili yangu iliyokuwa imechoka, iliyokata tamaa, leo unihuishe, unifanye kuwa mpya katika mwezi huu wa 5. Kwenye malango ya mwezi huu niende pamoja nawe, nawe pamoja nami katika jina la Yesu. Bwana wa mabwana, wema wako ukatembee juu yangu, ukatembee kwenye maisha yangu. Asante kwa kuwa Yeriko imewekwa kwenye mikono yangu, katika uwezo wa mikono yangu. Nami katika uwezo huo ninatangaza kuanguka kwa wafalme wa Yeriko, kuanguka kwa majemedari wa Yeriko, kuanguka kwa kuta za Yeriko. Nami ninavuka na kupita na kufika mahali pangu penye rutuba, mazao mengi yakaonekana katika jina la Yesu. Amen. Amen. Kunja hiyo bendera. Amen. Sikia, wakati tunaomba tukajifunza kwamba sadaka tunaenda kutoa ni aina ya mbegu. Ni mbegu kama mtu anaenda kupanda. Kwa kiwango chako cha kumwamini Mungu unaweza kupanda zaidi. Na unapomwamini Mungu ukipanda zaidi, unajua wakati wa mavuno ndio unasema ningejua ningepanda zaidi nipate magunia mengi. Lakini shamba lipo. Shamba linataka wapandaji. Na wanapopanda zaidi, tayari Mungu ameshaachia nchi yenye rutuba. Unapopanda zaidi utapata mazao mengi zaidi. Udongo uko tayari. Bwana asifiwe sana. Maombi uliyofanya, udongo uko tayari. Tuko pamoja wapendwa. Utakavyopanda. Kwa hiyo moja ya njia ya kupanda ni sadaka. Njia nyingine ya kupanda, hebu usijikatie tamaa unapoenda kwenye kazi, kwenye biashara. Nenda ukijua Mungu atafanya. Bwana apewe sifa. Popote ulikuwa unazuiwa, nenda ingia, alafu muamini Mungu yuko pamoja nawe. Yeye si mwanadamu hata aseme uongo. Bwana asifiwe sana. Nyosha sadaka yako juu huku upande wa msalaba. Iko sadaka kubwa ilitoka, tambiko la ajabu sana, tambiko la damu ya Yesu. Hakuna sadaka kama hiyo. Hichi tunachotoa ni sehemu tu. Nyosha sadaka yako kwenye msalaba, mahali ambapo kuna sadaka kubwa na sadaka ya ajabu sana. Alafu hiyo sadaka inainuka kwa ajili ya watoto wako, uzao wako, familia yako. Sema, Bwana Yesu, naleta sadaka hii. Bwana, shamba langu, Kanani yangu yenye rutuba ikazae. Upinzani wowote ambao uko ng'ambo ya pili ya Kanani, Bwana nishindie kwa jina la Yesu. Ninaenda mwezi huu pamoja na wewe kwa jina la Yesu. Naleta sadaka hii kwako wewe uliotoa sadaka zaidi ya sadaka, damu ya agano, damu ya mwana kondoo. Ninapoleta sadaka hii, nione nikifunguliwa, nione nikivuka, nione nikifunguliwa, nione nikivuka, nione nikifunguliwa. Mapepo ya ukoo, madhabahu za kiukoo, mapepo ya ukoo, madhabahu za kiukoo, mapepo ya eneo, madhabahu za eneo, ajenda za eneo, ziachie fikra zangu, ziachie ustawi wangu kwa jina la Yesu. Unasikia kuomba, mwambie Bwana jambo. Baba yetu na Mungu wetu, kuna mahali tunakwenda kwenye ujenzi, kuna mahali tunakwenda kwenye ule mradi, kuna mahali tunakwenda kwenye ile biashara, kuna mahali tunakwenda vibali zaidi kwenye nchi, nje ya nchi, kuna mahali tunakwenda Bwana viwango vingine, kuna mahali tunakwenda kihuduma wanarudi, kuna mahali tunakwenda Bwana viwango vya tofauti. Jehova, ninakuletea sadaka, hilo shamba likamee, hilo shamba likamee, hilo shamba likastawi mwanzo hata mwisho, mbele hata nyuma, katikati. Ninapanda kwa jina la Yesu, ninapanda kwa jina la Yesu, ninapanda kwa jina la Yesu. Endelea kupanda kwa jina la Yesu. Panda maisha yako, panda viwango vyako, panda hatua zako kwa jina la Yesu. Baba, tunakuamini wewe ni halisi, wala wewe sio dhahania. Wewe ni halisi. Tunapokuomba, tunamuomba Mungu anayesikia, ni Mungu halisi, ni Mungu unayetupenda, unashughulika na maisha yetu. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya watoto wako, ninakushukuru kwa ajili ya taifa hili la Tanzania, tumelikabidhi mikononi mwako. Nasi tunaenda na wewe, na wewe uende na sisi. Uaminifu wako kajidhihirishe katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Asante Bwana, umrudishe huyo mtoto,
Umrudishe huyo mtoto apate kusimama kwenye mstari. Umrudishe huyo mume apate kusimama kwenye mstari. Umrudishe huyo mke apate kusimama kwenye mstari. Urudishe hiyo biashara, bosi wake apate kumwamini tena. Hao wafanyakazi anaofanya kazi nao wapate kumwelewa tena. Warudishe hao watumishi pamoja naye. Bwana, umpe tena kibali. Umuinue tena, machozi na kuugua alikokuwa anaugua kusiwepo tena kwenye malango yake, katika jina la Yesu Kristo. Akaone ustawi na mibaraka yako. Asante Yesu, kwa kuwa wewe ni mwema na fadhili zako ni za milele. Mungu, ninaomba umfundishe kujua vitu alivyokuwa anashikamana navyo ambavyo sio vya kweli. Yeye akiviona ni vitu vya maana, kumbe kuna mtego wa adui. Mfungue mtoto wako aone, mfungue mwanamke huyu, mfungue mwanaume huyu, mfungue mtumishi wako ajue alipokuwa amekaa kwenye shida. Na Bwana, mfundishe tena nini cha kufanya. Fundishe Mungu. Wengine amewapa nafasi sio wa kwako. Wengine wamekuwa na maumivu yake, wamekuwa kilio chake yeye ajui. Baba, mfundishe. Fundishe Bwana. Mpe kibali kwenye kinywa chake. Mpe kibali anapokanyaga. Mahali alipofakanyaga, mahali ulipompa pakawe pake, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Amen. Bwana akubariki na kulinda kwenye mwezi huu wa 5. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili kwenye majira haya mapya aliyokupa. Bwana akuinulie nuru za uso wake na kukupa amani kwenye mwezi huu wa 5. Vilivyonyang'anywa, vilivyoibiwa, vilivyopotezwa, nafasi yako iliyokuwa imeondolewa, Yesu amekurudishia. Yesu akakupe kuvuka, akakupe kwenda, akakupe kustawi. Biashara yako, nyumba yako, mkakae katika amani. Mungu akabadilishe hiyo mioyo na hizo nia na hiyo nafsi, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mwamini Bwana wa mabwana. Ndio, karibu mtu wa Mungu kwa sadaka. Nimempata asiyebadilika, Yesu hawe. Ninakukaribisha kesho kwenye maombi, anaanza saa 9 mpaka saa 11, au fuatilia kupitia YouTube ili tuendelee kumtafakari Bwana. Na hili somo tutarudia tena leo usiku kupitia Upendo Radio. Karibu sana. Yesu asiyebadilika, nimempata asiyebadilika, Yesu asiyebadilika. Oh, nimempata asiyebadilika, Yesu hawezi badilika. Nimempata asiyebadilika, Yesu asiyebadilika. Oh, nimempata asiyebadilika, Yesu asiyebadilika. rafiki zako wanawe